kasili. Eti anaitwa penza. Mali safi 2000. Yaani haiwezekani kabisa. Mke wangu mimi. Ni kitu ambacho nilikuwa nakisubiri kwa hamu. Yaani mke wangu hivi unajiona nampenda kiasi gani mke wangu mimi? Wewe unikataza kitu gani barabarani? Na kufuata kila kona, nimefunga hadi ndoa kanisani. Unajua mimi nakufanya kiasi gani? Tena wewe rizee kabisa lituzima. Wewe kwa ajili gani? Nimempambania mke wangu. Alafu haiwezekani wewe unakuja kutembea mke wangu. Unajua napenda kiasi gani wewe? Sitaki kelele yote ile. Umesikia? Sitaki kelele. Yaani kimya kimya. Kimya kimya. Unajua haya maamuzi unayotaka kuyachukua sio mazuri. Mwenyekiti, unakuja kwenye maya yangu, unabidi uwe mpole. Umenielewa? Kuwa kwenye maya yako, maamuzi yao unayotaka kuyafanya sio mazuri. Yaani sio mazuri kabisa. Kwa nini unajichukulia mamlaka na mwenyekiti? Unajua ni mke wangu huyu. Nataka huyu ni mtumiwa. Anatembeaje na mke wangu barabarani? Na kutoka pamoja kabisa. Mke wangu mimi. Hata kiwa mtumiwa. Huwezi ukafanya tendo ambalo naliona mwenyekiti. Ambao serikali leo hii serikali inakataa kujichukulia mamlaka namna hiyo. Wewe unajichukulia mamlaka nini? Mwenyekiti subiri kwanza mwenyekiti. Subiri kwanza. Usifungue mtu bila mimi kuelekeza kwanza mwenyekiti. Mwenyekiti, huyu nimemfumania na mke wangu mimi. Kumfumania na mke sio shida, ni kwamba pako wafunge hivi. Mwenyekiti, hivi unafahamu machungu ya mke wewe? Unafahamu machungu ya mwanamke? Nimefunga ndoa kanisani. Umenielewa? Nimeipa gharama kwa mwanamke. Haiwezekani ni mtu inakuja ninamtongoza mke wangu mimi. Sijakataa kwamba ni mke wako. Lakini naomba kwamba kwanza wafunguliwe. Naomba kwanza wafunguliwe. Mwenyekiti na kuheshimu. Mwenyekiti. Usitaki mimi tukuvunjana heshima hapa kwangu. Umenielewa? Ukija wangu lazima uwe mpole hata kama ni mwenyekiti. Lakini huyu ni mtuhumiwa. Kumbuka kwamba unazungumza na serikali. Mwenyekiti. Nakuheshimu sana. Lakini kwenye hili siachi mtu. Yaani siachi mtu. Sasa tusiende mbali. Naombeni wote twende nyumbani. Nyumbani? Naomba wote twende nyumbani. Kufanya nini kwako nyumbani? Naombeni wote. Kama leo hii unatambua kwamba mimi ndio mwenyekiti wako. Ndio ulionichagua. Naomba utanisikilize. Mwenyekiti unanionea. Sija kuonea. Mwenyekiti unanionea. Mwenyekiti. Nisikize vizuri mwenyekiti. Sana makusa. Kwenye hili siachi mtu mwenyekiti. Niache kanyoni damu ya mtu. Ana adabu huyu. Nakwambia hivi. Hiyo mwenyekiti. Hapo unafanya makosa makubwa mwenyekiti. Ungeniacha kidogo ningenyonyesha hata damu yake ningejisikia raha. Huyu ni mke wangu. Mtu anatoka naye bila sababu za msingi, anakuwa naye barabarani. Nifunga naye ndoa. Unapoelekea ni babaya mwenyekiti. Usifungue mtu mwenyekiti, unaelekea babaya mwenyekiti. Haya. Wote nyumbani. Wote twendeni nyumbani. Mwenyekiti, unajua nilikuchagua nikupigia kura kama hizo mwenyekiti. Kama kweli ulinichagua na ukiwa unaniheshimu, tutayamaliza nyumbani. Twendeni. Mwenyekiti, umeruhusu kidogo ningemaliza naye mwenyekiti. Uniheshimu kama mwenyekiti. Lakini hatukuchagua mwenyekiti, sawa? Uniheshimu kama mwenyekiti. Kama leo hii mlinichagua wenyewe, lakini leo hii ukishindwa kunitambua, haina maana. Wote twendeni. Mwenyekiti, panga yangu huyo mwenyekiti na nilinda mimi mwenyekiti. Sijakataa, hili panga lako utarudi nalo. Twendeni. Lakini mwenyekiti, sijafunga mlango mwenyekiti. Haya, funga mlango kama hivyo. Twende hivyo mwenyekiti. Mimi unajua nina hasira na mke wangu. Bwana Yesu asifiwe. Milele amina. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Nimeshangaa. Kwa nini umeshangaa?
kwa sababu ni Wakristo wachache sana ambao Muislamu akiwasalimia afu nao wakamjibu kwa lugha yetu sisi. Najua ni wachache sana, lakini mimi sio miongoni mwao. Mimi siko hivyo. Ninachoamini mimi, Mungu tunayemwamini ni mmoja. Kwa hiyo sisi sote ni wamoja. Alafu wewe ni mgeni mtakuja hii Ndio, ni kweli. Mimi ni mgeni. Lakini wewe inaonekana ni mwenyeji, ndio maana umenigundua kwamba mimi ni mgeni, si ndio? Kwa sababu unakuonaga unatokea hapo juu hapo kwa mzee kijana hapa tunamuita mzee Penda. Sahihi. Mimi naishi pale na yule mzee ni mjomba wangu. Penza mali safi 2000. Ila wazee wengine ni mjomba wako? Kwani kuna tatizo? Na hamna tatizo. Ondoa shaka. Sawa. Samahani lakini. Na bila samahani. Yeah. Moringo, tatizo ni nini mpaka unajichukulia maamuzi ya namna hii? Mwenyekiti, unayemuona huyu ni mke wangu mimi. Sawa. Tumefunga mpaka ndoa ya kanisani. Yaani anapoenda mguu wake mguu wangu namfuatilia kila kona. Cha maajabu namkuta yuko na Elizee kama hili. Wasimama pamoja barabarani. Nimewafumania kabisa kwa macho yangu mimi. Ndugu yangu, anachozungumza huyo vipi? Mwenyekiti, mimi labda nikwambie ukweli tu. Kweli mimi na huyu binti nimekutana naye pale njiani. Kweli mimi kiukweli kabisa nimemtongoza. Unaona mwenyekiti, hilo swala hilo. Unaona kabisa amemtongoza ni mke wangu. Kabla hajatoa majibu yoyote ndo mume wake ametokea. Na mimi sikujua kama mume wake. Sasa ndugu yangu wewe, ukimwona huyu binti na wewe mnaendana? Mwenyekiti, mimi ungenipa nafasi ningemuua huyu. Hasira hapa sitaki. Uko ndani ya serikali. Naomba tuende na utaratibu. Lakini mwenyekiti, tuende na utaratibu. Nauliza wewe, huyu na wewe mnaendana? Hapana mwenyekiti. Kwa hiyo wewe hata mtoto wako wa ndani unaweza kumtongoza? Hapana. Sasa huyu aliyowakuta mwenye mke akiangalia na umri ulionao wewe, je, unaendana? Na huyu anaweza kajiwazeje? Sijakuelewa mzee mzangu. Sijakuelewa kabisa kabisa kabisa. Yaani kama amefikia hatua kumtongoza mke wangu, hata mtoto anaweza kumtongoza huyu. Bora tu ningemuua tu ingejulikana. Hapana ndugu yangu. Naomba usipaniki. Kutongoza siku hizi ni jambo la kawaida hata kama ni mzee. Tatizo hatuna yani wake wote hawana alama ya kwamba huyu ni mke fulani. Ndugu yangu, kutongoza saizi ni jambo la kawaida tu. Tatizo kwa sababu hakuna mtu mwenye alama. Hata ukimkuta yoyote tunatongoza. Kwa nini mtongoze mke wangu? Ndio hapa tunakwambia kwamba hawana alama. Wangekuwa na alama, najua tu hasingetongoza. Ndugu yangu, naomba usichukie. Naomba usikasirike. Uzuri wake umewakuta hawafanyi jambo lolote.
Mimi nitajuaje mwenyekiti? Yaani kama nimetongoza nitajuaje? Kwani mara kwanza unaonana? Unajua mtu angefanya jambo baya, asingeongea ukweli. Amekubali kwamba kweli ni amenikuta. Sasa ndugu yangu, mtu yoyote anayezungumza ukweli inakuwa ni nafuu. Maana yake hapa ningekataa tungebaki kubishana tu. Tusingeelewana. Mwenyekiti, mimi kwa heshima yako huyu mtu namwacha. Lakini sasa nikija kumuona mke wangu tena, haki ya Mungu namchinja. Sandara makusa. Nitamuua. Mke wangu twende. Eti anaitwa Penza, anataka kuibadili mtakuja kuwa toloto ndogo, anapenda wasichana, mali safi 2000, anajona ye kijana, mali safi 2000. Mzee mwenzangu, hivi swala wana kijiji wakisikia linafanyika hili kweli? Hii tabia na wanatufundisha mara kwa mara, usitongoze mke wa mtu, usitongoze tu binti ni mradi. Sasa leo hii mtakuja, yani tuseme kwamba kijiji kizima kikisikia, je, au mwenyekiti wetu kula kisikia, itakuweje? Utapata sifa gani? Utahukumu kesi za watu kweli wewe? Ndugu yangu, hapa nimejaribu tu kuvunga, na hii kesi itakiwa kwamba ipite. Nimevunga kulingana kwamba wewe ni kiongozi mwenzangu, kwamba tusaidiane lisije likafika kule. Na leo hii wananchi hawa wakisikia tetesi kama hizi, hujui kwamba hapa bwana pataharibika? Hujui kwamba unaweza kukuua? Kwamba wewe unatongoza wake za watu, unatongoza mabinti wa watu? Mzee mwenzangu, hili swala tu, yani kuanzia leo lisiwemo, tusipate sifa mbovu namna hiyo. Sawa. Sisi ni kioo, na sisi ndio inatakiwa tuwaelimishe, kwamba vijana msivute bangi, vijana msibake, vijana msifanye 1 2 3. Sasa leo hii wanakuta wewe ndio unayefanya mambo kama haya. Hivi hawa raia kweli watatuelewa sisi? Hawezi. Naomba ndugu yangu usirudie tena. Na nitakaposikia swala kama hilo, nitakuwa kwanza kukamata mimi mwenyewe, kwa sababu ni mjumbe mwenzangu, kupeleka ndani tukahukumu na mimi, sio na mwananchi tena. Sio bwana? Sawa, nimekuelewa. Asante sana, kile usirudie. Anapenda wasichana, mali safi 2000, anajona ye kijana, mali safi 2000, usomboka jakutana, mali safi 2000, anavaa ka kijana, mali safi 2000, anabadili na mavazi, anavaa ya vijana, mala huku kafumaniwa, kule kagonganisha. Sitakuwa nakuja nyumbani kwako kama ndo maswala haya yameanza kunichambulisha mimi mboga shogangu. Kimekulamba. Nawe siku moja ukija tunachambua mboga, tunapika, tunakula. Vipi wewe shogangu? Hujaachiwa hela nyama? Nawe afu jana kuna kitu nimekumbuka. Kitu gani? Hivi kweli wewe kukaa na wale kwa unga mkono kumsema mzee Penza kisimani? Lakini si ni kweli, kwani ni uongo? Nao ufika wakati wache kutembea na yule mzee, ni aibu kwetu. Anatupa hela za mboga, tunavaa vizuri, tunapendeza kwa sababu yake. Afu leo namsema hivyo. Mboga hizi ni mboga za pembeni tu kwa leo. Dani, si mboga za pembeni ndo zinakuwa mboga zote hizi? Acha utani wewe. Hela yenyewe ni 5000. Unaongwa 5000. Sawa, hela kila anatoa, lakini sio kila siku. Unapewa 5000 kwa msimu. Shoga. Huko ni kuonga. Anakuonga 5000 kweli? Lakini ifike wakati tuamke, yule mzee si atakuja kutufia sisi. Wewe unajua anatembea na mabinti wangapi hapa? Mzee mwenyewe ndo yule. Sawa, kuonga anaonga. Anakuonga 5000, lakini sio kila siku. 5000 anafanyia kazi gani? Ndio unakuwa unakula mboga za majani hizi 5000, anakuonga 5000 kweli? Binti una akili wewe. Nilijua tu.
eti